Yaani nakuoa. Lazima nikuoe. Una huo uwezo wewe. Nakuoa wewe kabasi. Unaona? Tayari hapo. Chanzo kuoa. Twende. Natoka. Utoki. Haya wapi? Weka. Hapa. Tayari nishakuoa wewe. Tayari nishaoa hapo. Yaani mdogo tu hivi mbona? Umenioa wapi wewe? Nimekuoa leo unapika. Katolee mali za nyumbani. Naenda. Mimi nilikuwa wewe nikitaka kutolea mali. Katolee mali. Nimekuoa wewe. Umenioa. Wife, hivi unatambua kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaanza kesho? Natambua hilo. Vipi unafunga? Nafunga. Hakuna kitu kinachoendelea kufunga. Vizuri. Ila mimi nadhani kama nitafunga kwa kweli. Kwa nini? Nadhani unatambua sasa hivi kazi tunazofanya natumia nguvu nyingi. Nakuombea pesa kwa Mungu. Inshallah kwa mke wangu. Ndio maana nakupendaga sana wewe yani. Mmoja tu yani. Tulivyokuona tukasema, "Jamani katoto." Leta kalata tucheze. Tucheze ila sehemu hii mimi ndio nakuoa sasa. Afu nakutolea mali malaizi. Utajua ujui. Mimi wewe nimeshakuoa. Utajua ujui. Nimeshakuoa wewe. Unamesema kuniuliza wana? Yaani wa nini? Huyu kuku ni wakula hapa nyumbani mke wangu. Unalomba wewe. Kwa nini tena? Yaani niliposikia kwa nafunga ndio kaamua ulete kuku. Hapana, sio hivyo mke wangu. Mimi kuku nimeleta kama mboga tu hapa nyumbani. Kwa taifa yako sifungi. Yamekuwa hayo tena mke wangu. Yaani kama unafikiri unakula na ndugu zako tu, nimekula kwako sifungi. Lakini mimi nafanya kwa mapenzi mema tu, sababu nampenda mke wangu. Basi. Karibu. Je, mboga tupikie, tuandalie. Kolo mumu leta samaki maksudi. Wife. Mbona unakubu hivyo? Wewe ndo na hila. Kwani hizo mboga sasa kila siku hapa nyumbani? Ndio finyete kuleta mboga za hivi kila siku. Sasa tutakula usiku ukishafungua? Hakuna je mtafaidi sana. Unataka nifanye nini basi? Unaleta mboga za hivi tu mpaka nitakapofungulia mfungo wangu. Wife, unajua unanipa wakati mgumu sana yani. Lazima tufunge wote. Nimekwambia siwezi kufunga, kazi unazofanya zinatumia nguvu nyingi wife. Nielewe basi. Sasa, unaleta mboga za kawaida tu mpaka nitakapofungulia. Lazima nitibue, ndio unatibua. Kwa tangalia cha kufanya basi. Sio kama utaangalia cha kufanya, bali ndio hiyo. Bwana. Jioni. Vipi ndugu yangu? Karibu mwana. Kama? Karibu ndugu. Safi kabisa. Safi. Sasa ndugu yangu, ngombe mara moja tuzungumze. Sawa. Kama tujali lakini. Sawa, sijali. Ndio baba. Bwana lao ndugu yangu. Ndio. Kweli nimekuja na shida. Yaani na matatizo kwenye familia yangu, namaanisha kwenye ndoa yangu. Yapi tena hayo baba? Shemeji yako. Yaani wife siku hizi simuelewi kabisa, yani kabadilika. Shemeji. Kafanya nini shemeji? Nadhani unatambua nadhani ilikuwa sisi tupo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na unatambua shughuli zangu nilizofanya mimi nafanya shughuli ngumu. Kwa sijafunga, nadhani unatambua kuhusu hilo. Bwana, kwa ile kazi yako ile. Hivi bado unafanya ile kazi yako ile? Ndio ndugu yangu, bado napambana. Kwa ile kazi yako kaka, hata mimi nakuunga. Sasa shemeji yako hataki nilete nyama wala samaki nyumbani. Kivipi tena? Kwa sababu yeye kafunga, sio ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Sasa jambo hilo linakuwa linasababisha kila siku ni ugomvi, minuno kwenye ndoa yangu. Yaani sipati amani ya ndoa kama mume kwa kweli. Anataka nilete dagaa, mchicha, mboga za majani, vitu kama hivyo. Wewe acha tu ndugu yangu, mtihani mkubwa sana mwenzio. Sasa kaka, usimwambie anabakisha anakula usiku akiwa anafungua. Sasa hataki, anahisi labda pengine sisi tutafaidi sana yani. Au labda unaenda kidogo. Bwana wao, mimi kwa kuruhusu jawa mgeni, najua unanitambua vizuri katika swala la kula, wasijivungi kabisa. Wewe acha tu, ni shughuli ndugu yangu. Mbona shughuli? Yaani wewe acha tu ndugu yangu, mwenzio nakutia magumu sana ndugu yangu na sijui hata nafanya nini yani. Alafu anavyonitishia ni kuwa hata unipikia chakula. Just imagine mimi ndio mume wake. Sasa kaka, atakupikia nani? Na wale ndugu zako wale wanakujenga wakati wa kula. Hapo sasa, yaani hicho kitu mimi ndio kinaniumiza. Nafanya nini ndugu yangu leo mimi nisaidie? Au umeamua kufanya nini? Ndio maana nimekufuata ndugu yangu. Ili unishauri tujue tunaanzia wapi. Yaani sielewi mwenzio kichwa kinawaka moto. Sasa kaka, ngoja nikushauri kitu. Wewe ziba macho, fanya unavyotaka. Au nao kwa upande wake eti? Kaka, wajui wanawake. Yaani hapo usikuti shida yenyewe sio hizo mboga. Kweli, nao neno Kaka, vumilia tu mwezi uishe. Utakufa kula dagaa. Sawa, ngoja nifanye. Kama wewe umesema mimi ni nani nipinge. Najua natambua hataki nilikuwa nampenda sana mke wangu. Fanya hivyo ili uzuri. Nitafanya hivyo kwa niaba ya ndoa yangu pamoja na maisha yangu mwenyewe. Sasa ndugu yangu, mimi nikuache kazi njema. Sema leo sipo vizuri. Takuja jioni. Ungenikopesha hata kamoja. Au wewe siwaze. Tena moja basi. Zimefika. Huyo. Karibu. Mambo busy tu. Hapa sasa. Kesho nitaanza kufunga. Ulikiona dagaa? Sasa ungeleta nyama uone. Hivi haya yote mke wangu unafanya kwa nini? Itaka nione kama unanipenda. Nani alikwambia sikupendi mke wangu? Ningekuwa sikupendi singelikuoa. Wewe unakupenda, nitakupenda duniani mpaka hela. Jilogi, ulete nyama uone. Hapo tutaenda sawa. Sikini udongo gani tu ulitumika kuwaomba wenyewe viumbe kwa kweli? Muulize Mungu. Ndio maana alijificha. Maana wewe acha tu ningemuuliza maswali. Ni acha mimi niwapikie. Kwa hapo yako kwatu? Yaani leo nakula tena. Ati, kwa hiyo waifu. Maanisha nitakula ndo nile ama nitakula ndo nitakula? Vyote. Corona kula mara mbili. Utaniua mimi. Nitakula afu ndo nakula tena. Kweli kumuelewa mwanamke mpaka uwe na dii mbili kweli. Kuna kula mara mbili na kula huko tena na kula. Alo na faidi sana leo. Ni hatari. Baada ya Kwaresima kwenye vimbwenga sasa ni mfungo.